إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. معاشر الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, katika hutuba yetu ya leo tutasoma hadithi ya Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, hadithi ambayo imepokewa na Abi Huraira radhiyallahu anhu. Qala, anasema innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu. Innal mayyita la yasma'u khafqa ni'alihim hina yuwalluna anhu, fa in kana mu'minan kanat as-salatu 'inda ra'sihi, wa kana as-sawmu 'an yaminihi, wa kanat az-zakatu 'an yasarihi, wa kana fi'lu al-khayrat min as-sadaqah was-salat was-silah wal-ma'ruf wal-ihsan ila an-nas 'inda rijlayhi. Al-hadith, hadithi hii ndugu zangu katika imani, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema, ni hadithi iliyokuwa ndefu sana, lakini tutashika nukta fupi ambayo itatutosheleza katika hutuba yetu ya leo. Anasema Abi Huraira radhiallahu anhu kwamba Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amesema, innal mayyita, hakika maiti. Anazungumzia mtu aliyekufa. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, la yasma'u khafqa ni'alihim, huyu maiti wakati anapostiriwa akazikwa, ndani ya nusu saa baada ya kuwa amewekwa, watu wakapilika mchanga, watu wanashika njia wanaondoka, wanakuacha wewe peke yako ndani ya mwanandani futi 6 ambazo ndio ploti yako ya milele, baada ya kuwa ulikuwa una shamba hekari 100, hekari 50, hekari 20 na zaidi. Lakini baada ya miaka 60 au 50 katika maisha yako, au ile miaka ambayo Allah amekujalia kuishi katika hii dunia, unatengezewa sehemu futi 6. Sasa ushawekwa, ndugu yako amekuweka pale, ni baba yako amekuweka pale, ni rafiki yako amekuweka pale, kipenzi chako amekuweka sehemu kama hiyo. Hina yuwalluna anhu, wakati wanakuondokea katika kaburi, la yasma'u khafqa ni'alihim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, anasikia yule maiti mvuto wa viatu vyao. Ushafinikwa ndugu yangu, uko chini, uko ndani ya kaburi,
Mtume anasema unasikia pale ndani ya kaburi namna wanavyoondoka, hina yuwalluna anhu, pindi wanamuondokea katika lile kaburi. Maiti anasikia mvuto wa viatu, watu wanaondoka, anakumbuka, anajua kwamba hapa niko kaburini. Ina maana hadithi inatufundisha kuna maisha baada ya mauti. Ina maana hadithi inatufundisha kuna maisha ndani ya kaburi, kinyume na vile ambavyo wengine ufikiria kwamba akifa mambo yameisha, anasema afadhali nife nikapumzike. Wengine wanamwambia rest in peace. Ni maneno watu wanayatamka, lakini uhakika ni kwamba neno hili rest in peace sio neno linafaa kutamkwa na mtu ambaye ni muumini, anayeamini. Kwa nini? Kwa sababu unachohitajika kumwombea sio kaa kwa amani, kwa sababu hakuna utulivu, lakini unafaa kumwombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe thibati na utulivu katika maisha yake ya barzakh. Sasa mwanadamu ameshazikwa, watu wanaondoka, anasikia mvuto wa viatu, anajua kwamba baba yangu ndio yule anaenda, anajua ndugu yangu ndio yule anaenda, jamaa ameshaniacha, niko kwenye maisha mengine. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu huyo fa in kana mu'minan, akiwa ni mu'min yule aliyezikwa katika kaburi kama lile, fa in kana mu'minan kanat as-salatu inda ra'sihi, swala yake itasimama kichwani mwake. Kama huyo mtu aliyezikwa ni mu'min, swala yake itasimama kichwani mwake. Wa kana as-sawmu an yaminihi, na somu itasimama kuliani kwake. Wa kanat az-zakati an yasarihi, na zaka itasimama kushotoni kwake, uko ndani ya kaburi. Wa kana fi'l al-khairat, na matendo mema, min as-sadaqa, kutokana na utoaji wa sadaka, was-salat, na sala za sunna, was-sila, na kuunga kizazi, walmaruf walihsan, na mema na ihsani ambazo nilifanyia watu, inda rijlaini, zitasimama upande wa miguuni mwako. Fayuta min qibali ra'sihi, kisha malaika watamjia upande wa kichwani kwake huyu maiti. Malaika wanakuja kichwani kwake. Fayuta min qibali ra'sihi, malaika watamjia kichwani kwake. Fatakul, swala inasema, fatakulu salati, swala inasema ma min qibali madkhalin, kwa namna hii huwezi upande wangu ukaingia kumwadhibu mtu huyu. Ina maana malaika anamwendea ni malaika wa adhabu, anamwendea upande wangu, huna nafasi ya kumwadhibu. Ina maana swala inasimama inakutetea, ina maana swala inasimama inakutetea. Lakini baada ya kuwa malaika ameenda kupande wa kichwani kwako, swala ikakutetea, wayuta min an yaminihi, malaika anamwendea mwanadamu upande wake wa kulia. Anapoendea upande wake wa kulia, fayaqulu saum, saumu nasema ma min qibali madkhalin, upande wangu hauna sehemu ya kumwingia mpaka kumwadhibu mtu kama huyu. Fayuta an shimalihi au an yasarihi, kisha malaika anamwendea upande wake wa kushoto. Fatakulu zakat, zaka inasema ma min qibali madkhalin, upande wangu huwezi kumwadhibu huyu mtu. Ina maana huyu ni mu'min, amekamilika katika ibada zake zote kwa namna ambavyo Mwenyezi Mungu amefanyeje, amemwamrisha akasimama kwa ibada katika kila upande. Malaika wanamwendea huyu mu'min upande wake wa miguuni. Wanapomwendea upande wake wa miguuni, zinakusanyika ibada zake za sunna, ibada zake ambazo alikuwa anazifanya za ziada, fi'l al-khairat min as-sadaqa, katika sadaka, wasila, na kuunga kizazi, wasiyam, na swala za sunna, na matendo yote ya kheri yanasimama upande wake wa miguuni, yanasema ma min qibali madkhali, upande wangu pia hakuna nafasi ya kumwingilia mtu kama huyu na kumwadhibu. Allah, muda huu inayokutetea ni ibada, inayokutetea ni matendo yako.
Hadithi hii Waislamu inatufundisha nini? Ni hadithi pana sana ambayo mwanadamu anahitajika katika kuizingatia kwake, akaya akijua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakuleta duniani kwa mchezo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajakuleta duniani kwa ajili ya kufanya upuzi, bali Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuleta katika dunia kwa malengo maalum. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu ila lengo kubwa wapate kuniabudu. Baada ya maisha ya duniani kuna maisha ya barzakh, maisha ambayo maisha hayo yahisabu kutoka baba yetu Adamu afariki mpaka leo. Ameishi miaka mingapi katika kaburi? Maisha ambayo kutoka baba yetu wa imani Ibrahimu alayhi salam alipokufa mpaka leo, ameishi miaka mingapi katika kaburi? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameishi miaka mingapi katika kaburi? Mimi na wewe tutaishi miaka mingapi katika kaburi? Bila shaka hakuna ambaye anaweza sema akakadiria miaka ambayo ataishi katika hii dunia, isipokuwa maisha yake yatampelekea kuishi katika tumbo la ardhi kwa muda ambao mpaka ifike wakati ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anachafua dunia na kuipasua dunia siku ya Kiyama. Ndio sasa wewe unafika wakati unatoka katika kaburi. Wakati huo ambao unatoka kwenye kaburi ni wakati ambao Allah Subhanahu wa Ta'ala ameivunja milima, ameifanya milima kuwa kama sufi. Baada ya pale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala analeta maji ya bahari yote na ya mto yanachanganyika katika hii dunia. Watakunu aljibalu kal'ihni almanfush, siku hiyo majabali yatakuwa kama pamba zilizopeperushwa. Ardhi itakuwa kama vile yenye miale, kama vile unavyotembea kwenye bahari, kwenye barabara ukaona mbele kuna kama maji, lakini sio maji, kwa sababu ardhi imekuwa iko tambarare kabisa. Hakuna chochote ambacho kinapatikana katika ardhi, vyote vimechafuliwa, vimelainika, vimeanguka, havifanyi kazi. Allah Subhanahu wa Ta'ala muda huo anaiamrisha bahari inachanganyika katika dunia nzima inajaa maji, lakini baada hapo Allah Subhanahu wa Ta'ala dunia anaiwasha moto, bahari inawasha moto, inawaka. Ndio sasa mpaka tukitoka pale maji yakiwaka moto ndio watu waje watolewe katika kaburi. Ni lini hiyo ndugu zangu katika imani? Yasalunaka anis saat ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Watu wanakuuliza hiyo kiyama ni lini? Ina maana ni muda mrefu sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu ana was-sa'at kahatayn au kahakadha au kama qala alayhi salatu wassalam, nimefufuliwa, nimetumilizwa mimi Mtume Muhammad na kiyama, akaashiria vidole viwili ukaribu wake kati ya kiyama na kutumwa kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini mpaka leo miaka 1447 bado kiyama hakijafika. Ina maana tuna maisha marefu katika kaburi. Maisha haya marefu ndugu zangu katika imani ni maisha ambayo yatakuwa ni mazuri iwapo umeyatumia mazuri katika hii dunia, na maisha haya yatakuwa mabaya iwapo umechuma mabaya katika hii dunia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka mauti kwa sababu ya kutupima sisi. Tabarakalladhi biyadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Utukufu ni wa yule ambaye uko mikononi mwake ufalme, naye juu ya kila kitu ni muweza. Alladhi khalaqa almauta wal hayata, ambaye ameumba umauti na uhai, liyabluwakum, ili awaonja wape mtihani, ayyukum ahsanu amala, nani kati yenu atatenda amali njema. Huyu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa al-azizul ghafur, na ndiye Mwenyezi mwenye kusamehe watu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akaifanya mtihani huu uko katika akili ya mwanadamu, katika kupima kwake na kuona kwake. Mwenyezi Mungu akasema katika suratul Insan, hal ata ala al-insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura,
inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin nabtali faj'alnahu samian basira. Hakika umepita muda mrefu mwanadamu katika hii dunia, hakuwa ni chochote chenye kutajwa katika hii dunia, kwa sababu mwanadamu ni kiumbe cha mwisho kuletwa katika hii dunia baada ya viumbe vyote kuletwa katika hii dunia. Mwenyezi Mungu akamuumba Adamu alayhi salam akiwa chungu yuko, akiwa ndege wapo, ikiwa nyoka wapo, kila aina ya wadudu na vilivyomo katika dunia vipo katika hii dunia. Mwenyezi Mungu anasema inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin, hakika tumemuumba mwanadamu kutokana na mchanganyiko wa mbegu mbili ya mwanaume na mwanamke, sperms za mwanaume na mwanamke, nabtali, ili tumuonje, tumpe mtihani, fajalnahu samian basira, tukamjalia mwanadamu ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Kisha Allah anasema inna hadainahu sabila, hakika tumempa choice. Hadainahu sabila bi maana choice ya Allah anakupa, imma shakiran wa imma kafura, ujichagulie wewe mwenyewe, aidha ufate njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ama ufate njia ya kumkufuru Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ni kumwamini yeye na kukubali kila aina ya kadari ambayo Mwenyezi Mungu amekupa na kutenda matendo yaliyokuwa mema. Ndio maana katika kaburi kitu cha kwanza ambacho kinakutetea ni swala yako. Kwa nini iwe cha kwanza iwe ni swala? Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi nyingi, ndani ya hadithi zake akiisifia swala, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema as-salatu imaduddin, swala ni nguzo ya dini. Faman tarakaha faqad hadama ad-din, atakayeacha swala tayari ameshavunja dini. Hiyo ni hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ya pili, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat, tofauti yetu sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu ni swala. Hiyo ndio tofauti. Kwa nini? Kwa sababu sisi ni mashahidi kwamba wasiokuwa Waislamu kuna baadhi ya ibada huzifanya, ndio husaidia maskini, ndio huchimba visima vikasaidia watu, ndio hufanya kheri, hata kufunga pia hufunga. Usiniulize wanafunga vipi, wanafunga vile wanavyofunga, iwe ni sahihi iwe si sahihi, lakini ibada ya kufunga wanaifanya, wanatoa sadaka, wanasaidia maskini. Ibada nyingine zote ambazo zote wanazifanya, bali wengine huwa ni wazuri wa kuishi na watu, wanaishi na familia zao kwa uzuri, ambao miongoni mwa amali ambazo zimetajwa zitakazokutetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika kaburi lako ni silatul rahim, kuunga kizazi, wanafanya. Lakini swala peke yake hawaswali. Swala tunayoswali sisi hawaswali. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salat, tofauti ya sisi Waislamu na asiyekuwa Muislamu ni swala. Ina maana ili Muislamu abakie kuwa Muislamu na Uislamu wake ukamilike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima adumu na nini? Na ibada ya sala. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema ndani ya Qur'an, wa'mur ahlaka bis-salat, waamrishe watu wako kuswali, wastabir alaiha, na uwe na wewe unadumu na hiyo swala. Hiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila Muislamu ni lazima amwamrishe mtu wake, mkewe, watoto wake wao ni wenye kuswali, kwa sababu wanaweza kwenda kuadhibiwa na ukaingia kwenye adhabu, kwa sababu wewe bado hujawaambia umuhimu wa swala katika maisha yao wala katika maisha yao. Ndio maana ikatangulizwa katika ibada ambayo inamtetea mwanadamu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikawa ni nini? Ikawa ni swala. Unaitwa Ali, unaitwa Omar, unaitwa Said, unaitwa Hussein, lakini kama swala hakuna, ala ittifaq ulama, huyo mtu amepoteza Uislamu wake. Haya mambo Waislamu sio mambo ambayo ya kuchukulia mzaha. Mwenyezi Mungu anasema katika Qur'an, fakhalafa min ba'dihim khalfun, wakakhalifu baadhi yao kuacha amri ya Allah subhanahu wa ta'ala.
adha'u salat, walipoteza swala, wattaba'u shahawat, wakafata matamanio, fasawfa yalqauna ghayya. Allah anasema watu hawa wataingia katika ghayyi. Ghayyi ni moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakuna udhuru wa mwanaume yeyote katika swala zima la swala, hakuna. Mwanaume hana udhuru wa swala. Mwanamke udhuru wa swala yuko nao kwa siku 3, 7, 5 ambazo yuko katika nini? Katika damu yake ya hedhi. Wewe mwanaume, wakati imefika time ya swala, kumeadhiniwa, unasema niko na dharura. Tukuelewe vipi? Dharura gani ya mwanaume ya kuswali? Wewe mwanaume unaingia sehemu kama wanawake? La. Kitu gani ambacho kinasababisha uone kwamba swala kwako uko na udhuru nayo? Ndio maana kitu cha kwanza kinaenda kumtetea mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanadamu ni swala. Bali Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba katika amali za mwanadamu kitu cha kwanza kinaangaliwa ni swala yake katika hisabu, siku ya hisabu. Inapokamilika swala, zinaangaliwa amali zingine. Swala yako ikiwa punguani, tayari uko kwenye mitihani, ndugu yangu katika imani. Mambo haya yametajwa ndani ya hadithi hii kwamba fa in kana mu'minan, akiwa mtu huyu ni mu'min, kanat salati inda ra'sihi, swala yake itasimama katika kichwa chake. Wasomu an yaminihi, na somu itasimama kuliani kwako. Wazakati an shimalihi, na zaka iko kuchotoni mwako. Waislamu, alhamdulillah, naweza nikasema percentage kubwa ya Waislamu ambao hawaswali wakifika Ramadhani huswali kwa sababu wanataka kufunga. Ama sivyo Waislamu? Siko hivyo. Haimaanishi kwamba ndio sahihi kwamba sasa waswali Ramadhani mpaka Ramadhani, lakini ninachomaanisha ni kwamba miongoni mwa ibada ambao watu huikimilia ni ya somo, uswali, na ni sheria. Bado tukiwa wakati watu wakafunga lakini kama hawaswali, amepoteza kiungo ambacho ni muhimu katika ibada zake, ambacho hicho kiungo anafaa adumu nacho milele katika maisha yake, kiungo cha swala. Lakini miongoni mwa ibada ambayo imetelekezwa katika ibada mbili hizi, baina ya swala na somo, kisha kuna ibada ya tatu ambayo imetelekezwa, ni ibada ya zaka, ibada ya kutoa zaka. Ndugu zangu katika imani, ibada ya zaka ni ibada ambayo ni adhimu, ni ibada ambayo inapokosekana katika jamii hupelekea jamii kudorora na watu kuingia katika umaskini na watu kujenga roho mbaya katika mioyo yao kwa sababu ya kukosekana kitu kinachoitwa nini? Zaka. Inapozungumziwa zaka, Waislamu, huwa inazungumziwa amali ambayo ni ya kusaidia waliokuwa wanyonge, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'an baada ya swala akasema wa aqimu salata wa atu zakat, msimamishe swala na mtoe zaka, wa dhalika dinul qayyima. Hiyo ndio dini iliyo sawa sawa. Inapopoteza zaka, ina maana amali zingine zote zitakuwa na uzito wa Uislamu kuweza kusonga nazo mbele. Abu Bakar radhiallahu anhu, baada ya kupewa khilafa, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufa, kisha yeye akawa khalifa wa kwanza. La kwanza ambalo amelifanya Abu Bakar radhiallahu anhu, aliwapiga na kuwaua watu ambao wamezuia kutoa zaka. Jambo ambalo linafanywa na sahaba wa Islam ni jambo ambalo linadini. Kwa nini? Kwa sababu Mtume sallallahu maswahaba, umetoa percentage ya mali yako kutoa zaka, unawapanga watu foleni wachukue kilo 2 za unga wa sima, unasema umetoa zaka. La, sio misingi ya zaka. Misingi ya zaka ni Waislamu kutoa pesa, inatolewa kutoka kwa matajiri wao kwenda kwa mafukara wao, ili wale mafukara baada ya mwaka mmoja nao waweze kusaidia mwingine. Hii ndio maana ya zaka, ndugu zangu katika imani. Na leo kama ilikuwa tunaishi kwenye maisha aina hii, ingelikuwa katika jamii ya Kiislamu watu maskini ni wachache sana, lakini sivyo tunavyofanya. Bali wengi ambao hutoa zaka kama hizo, huwa kuna watu ambao wanasimama na wao katika kuwakontroli, kwa sababu maskini hawajui sheria. Baadaye wale ambao wanawakontroli ndio ambao wanawapoteza katika kutoa zaka zao.
Kwa hiyo ili uweze kupata utetezi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala au katika kaburi lako, ni lazima kama uko na mali inayofaa, wewe ni tajiri, unafaa mali kama ile ikizungukiwa na mwaka uitolee zaka. Ndugu zangu katika imani, ibada hii ya kutoa zaka ni ibada adhimu, ibada tukufu, ibada ambayo iko na challenge kubwa kutoka kwa waumini. Katika swala zima la kutoa zaka, kuna watu ambao walibeba imani kwa kufanya kukokoto, wakiwa ni wanafiki ndani ya mioyo yao, mpaka wakatamka maneno mazito wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema msitoe chochote kumpa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpaka yale alionao yaishe. Haya maneno yalitamkwa, na kama yalitamkwa maneno kama haya, Mwenyezi Mungu akasema walillahi khazainu samawati wal ardh, hazina za mbingu na ardhi za nani? Ni za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa Waislamu, hii ni ibada maalum ambayo imetajwa Waislamu lazima waitumikie. Lakini pia katika hadithi kumetajwa neno linaloitwa fi'lul khairat, matendo ya khair. Fi'lul khairat, ndugu zangu katika imani, ni kila tendo ambalo linamridhi Allah subhanahu wa ta'ala, linaingia kwa maana ya ibada, kwa sababu maana ya ibada ni ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu. Ni kila neno ambalo, ni jina ambalo limekusanya kila kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda na anaridhika nacho. Hicho kinaitwa ibada na kinaitwa matendo ya kheri. Na hayo matendo ya kheri ndio msaada wetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini katika fi'l al-khairat akasema katika hadithi, minas sadaqat was-salat was-sila, akataja mambo matatu muhimu. La kwanza akasema katika matendo ya kheri na as-sadaqa. Sasa kwa nini katika hadithi ametaja zaka kisha akataja nini? Sadaqa. Na ukija ukiangalia katika sheria ya kutoa zaka, Mwenyezi Mungu hakusema innama zakawat, amesema innama sadaqat. Tuko pamoja Waislamu? Allah hakusema innama zakat au zakawat, amesema innama sadaqat lilfuqara walmasakin walamilina alaiha. Kwa hivyo ina maana maneno haya yanaungana katika maana ya ile tendo la kutoa, lakini hutofautiana katika namna ya kutoa. Tunafahamiana Waislamu? Hili neno sadaqa na neno zaka ni maneno ambayo yanaungana kwenye namna, kwenye kule kutoa, kwamba yote ni kutoa, ni infaq, lakini yanatofautiana katika namna ya kutoa. Zaka, wanazuoni wasema ni mali maalum, fungu maalum linachukuliwa kila mwaka kwa tajiri nipeleke kwa maskini. Lakini sadaka, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mtu asidharau kutoa sadaka hata kama ni ubale wa tende. Ina maana ni chochote unachokitoa kinaweza kuitwa nini? Sadaka. Kwa hiyo katika amalul khair ni kila chochote unachokifanya ambacho ni kizuri. Katika sadaka inaingia maana yake kumlisha maskini, kumnunulia chakula, kumsaidia mtu amekatikiwa na safari na mengine yote, kitu kidogo kidogo, vyote hivi vinaingia maana ya nini? Ya amalul khair, katika maana ya sadaka. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watumitul adha ala tariq sadaka. Hata kuondoa udhia njiani, mtu ameweka kinyesi njiani, ukakiondoa kile kinyesi ukakitupa, hiyo inaitwa nini? Ni sadaka. Kwa hiyo hapa ni fi'l al-khairat, lakini ikatajwa neno sadaka, kisha kukatajwa neno sila. Nitamalizia kwenye nukta hii ya sila, ndugu zangu katika imani. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi ametaja neno sila, na neno sila ndani ya Qur'ani limetajwa katika aya nyingi sana, kuhimizwa watu kuunga kizazi na kuunga familia, jambo ambalo katika jamii zetu Waislamu tumelitupilia mbali. Sisi tuko hapa, lakini kiukweli percentage kubwa mtu ameteta na ndugu yake, mtu ameteta na babake, mtu ameteta na jirani yake, mtu ameteta na mwendani wake, mtu wake wa karibu, na ugomvi wao kukatika imekuwa ni mtihani mzito sana. Kwa nini? Kwa sababu ya hasadi, kuhusudiana wao kwa wao, kwa sababu labda ya kijiploti, labda pengine watu wagawe vipi, kwa sababu labda ya mirathi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka watu wawe kitu kimoja.
anataka familia wawe kitu kimoja. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingi ndani ya Qur'an akahimiza kitu ambacho kinaitwa silatu rahmi, kuunga kizazi. Bali Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, mwenye kuwa anamwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, basi na aunge ndugu zake na awe pamoja na familia zake. Ndugu zangu katika imani, kuna mengi ambayo tunahitajika tujiandae nayo, ni amali za kheri ambazo zitatutetea mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala katika kaburi zetu, na amali hizi lazima zinapiganiwa katika hii dunia ili tuweze kufaulu kufanya matendo kama hayo, ndio Mwenyezi Mungu atuhurumie katika makaburi yetu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an al-azim wa nafa'ani wa iyyakum bi ayati wa dhikril hakim. aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'il mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa man wala, amma ba'd. Waislamu, tukimalizia ili tusali, naendelea haya maneno yazungumze kwenye hii mimbar kwa sababu ni maneno ambayo ni maneno mazuri na ni maneno ya khairi ambayo tunazungumzia. Alhamdulillah, juzi tumekuwa na nyinyi hapa, da'wa inaendelea, kazi kubwa inafanyika, na wallahi Allah walipe kila la khairi kila ambaye ameshiriki katika harakati kama hii. Lakini kwa nini niweke munasaba katika hii hotuba? Kwa sababu mara nyingi tukisema baada ya swala watu huwa wanatoka, tunatamani tuwashukuru kabla hajaondoka, lakini mkiwa na subra, baada ya swala mtaelewa programu vile inavyoenda. Waislamu, juzi tulikuwa na programu hapa, tukazungumzia spika, tukachangishia spika hizi mbili. Alhamdulillah, mzee wetu hapa mmoja akajitolea, Allah mlipe kila la kheri, tukapata spika moja na Waislamu wakasimamia ile spika nyingine ikapatikana. Sasa baada ya swala nataka tuwe na subra, tuwaonyeshe miongoni mwa amali zenu ambazo mnazifanya katika hizo za kununua hivyo vitu vya kheri, muvione. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu kimoja muhimu ambacho tunahitajika tujengeke nacho maduati, na nyinyi pia mjengeke nacho. Kitu gani hiki? Kitu kinachoitwa wudu, wazi. Nataka mnielewe vizuri sana Waislamu. Mmetembea sehemu mbalimbali, mkaona harakati za da'wa mbalimbali na mkakutana na mambo mengi, lakini kuna mambo ambayo yameumiza mioyo yenu, kuna mambo ambayo yamejenga mioyo yenu. Haya tunayafanya kwa sababu watu wazoee kitu kinachoitwa nini? Uwazi katika jambo, kwamba kilichotoka kimefanyiwa nini, kikafanya nini, kumebaki nini, tumefika wapi, bado wapi, tumalizie. Hiyo ni miongoni sehemu moja wapo katika nini? Dini. Kwa sababu bado kuna mengi ambayo tunahitajika tuyafanye kwa pamoja, iwapo tutaweka misingi kama hii. Lengine ambayo nitalifanya kama wasia kwenu, dawa itazidi kusonga mbele iwapo kutapatikana wakweli katika dawa, na iwapo kutapatikana warongo katika dawa, dawa itabidi bado ifanyeje? Isonge mbele. Wala hakutopatikana warongo katika dawa, dawa ikazima kwa sababu kumepatikana mtu mmoja au wawili ambao ni warongo katika nini? Katika dawa. Na haya mambo yajengeni katika mioyo yenu. Kikubwa ambacho ni katika wasia, ili tuswali ndugu zangu katika imani, ni kwamba wakati wowote kama unafanya, fanya li ajli Allah. Fanya kwa ajili ya nani? Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu unapofanya kwa ajili ya mwanadamu, mwanadamu haridhiki. Mwanadamu bado ana nafasi ya kukujadili, lakini kila siku unachokifanya kifanye kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Neno la mwisho namalizia ni maneno ya Abdullah ibn Rawaha, anasema, alikuwa akisema maneno yake, penda kusema haya maneno. Na katika kila amali yako jaribu kuyazungumza maneno. Alikuwa akisema, Allahumma laulahu mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina fa'anzil sakinatan alaina wa tathbit al-aqdama illa qaina. Anasema, Mola wangu, lau kama si wewe nisingeongoka. Sawa, sisi hapa tumejichagulia kwa waongofu, kwa Waislamu? La, Allah ametuchagua, Allah ametupa neema kama hii, lazima tuilinde. Wala tasaddaqna wala sallaina, lau kama si kwa ajili ya Allah tusingetoa sadaka wala tusingeswali. Kwa hivyo thabbit aqdama illa qaina. Sawa, tuthibitishe nyoyo zetu wakati tunapopambana
Haya maneno anaomba Abdullah bin Rawah, ifanye ni dua yako kila siku, muombe Allah subhanahu wa ta'ala thibati katika dini na miendelezo ya khairi yote hiyo unaendelea nayo. Yaqulu Allah azza wa jalla fi muhkamil kitab al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن كل صحابة رسول الله أجمعين، منهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم اغفر جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وتجعل الأمور كلها سهلا فاجعل أمورنا كلها سهلا. اللهم سهل لنا مما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف التفنا فيما جرت به المقادير وحول علينا كل عصير إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.